Key Sports, the key to your sports world. We are here to analyze the match Liverpool versus Leeds United. Remember, Liverpool are the current champions, so they are here to defend the trophy. And of course, we are here to see with my fellow analyst here, Desagu, and of course Shikaya. Desagu, nikianza tu na wewe, Liverpool ndio defending champions, wataweza kudefend? Kusema kinaganaga bila kasoro na dosari lolote, kwamba ukiweza kuangalia hiyo timu ya Liverpool wata defend ushindi wao, kwa sababu wale vigogo unaona wameshazoea, inaitangwa mentality yao ya winning. So hiyo pressure mentality ya winning itafanya wataweza kuretain. Shikaya, ukiangalia kikosi chake Klopp hapa ameweza kuleta formation ya 4-3-3 wakati anacheza na Leeds United. Kumbuka kikosi hichi ni wakati wanapenda sana kuattack. Ukiangalia the three strikers, Mo Salah, mwangalie Sadio Mane wako pale na Firmino. Unachukuliaje the attacking side? Mimi naona coach hapo amecheza yeye. Lazima ataperform. Liverpool ni timu kubwa, lazima itacheza Liverpool. Inakaa kama unahamia Liverpool. Nimetoa hizo maoni. Baadaye wase hizo vitu nimevaa tu nikae cool kid, hata jacket jashikanishwa. Anyway, Naby Keita nimeona ni ame kwa midfield. Though mimi ninge prefer hata 10 Minamino. But I think coach anataka kumtumia second half. Second half. But na kuna huyu anaitwa Trent Arnold. Nimeona bado ame-maintain. Actually squad tu ni ile ilikuwa. Sijaona changes. Hakuna kikosi ambayo imechange sana, sababu ukiangalia mpaka defense kuria wameweza kuweka Alex kama kawaida, Van Dijk yuko pale kama kawaida. Nakumbuka huyu Desagu kwanza, Van Dijk hapa tukimzungumzia Ballon d'Or ilimponyoka kwa kiasi kidogo sana. Hata ilikuwa ni yake. Ilikuwa siasa. Huu ni msimu ambao unaanza, anakuja sasa kuanza kutetea ile taji, tuone kama ataweza kuichukua after Messi. Wewe maoni yako ni gani? Useme alinyang'anywa. Maoni yangu pia nikirudia hata haya nitatoa kinaganaga. Unajua hiyo time ni venye tuliperform Champions League. Champions League ni big determinant ya nani atashinda Ballon d'Or. So mimi naonanga Premier League na Ballon d'Or ama ligi ya kawaida iko sana ni Champions League. Naona hata sasa inasema Lewandowski ameibiwa. Kutopewa hii mwaka ati sijui ya nini na nini. So mimi naweza sema pressure yenye yako nayo ni ile pressure ya watu tu, yani ni yeye ni kama ndio top defender wa Premier League. So pressure yenye yako nayo hata yuko busy na ati Ballon d'Or kulitea kama yani yeye ndio yule defender kutegemewa. So lazima best defender English actually ni yeye. So lazima wakati ku maintain hiyo. Shikaya, ukimwangalia Sadio Mane pia anakuja hapa kungangania ile tunaita golden boot ama top scorer. Aubameyang game ya Arsenal ashafunga kitu. Sasa kazi ni kwa Sadio Mane. Unaona kama atapiga bao kwa mechi hii? Ni tricky because tunaona Aubameyang ashapiga bao yake pale Arsenal. Aubameyang ni yana mdefend. Aubameyang ni jina kubwa bana, na tunaona ana perform. So Sadio Mane ako na kazi. Ni mchezaji mdeadly pia, lakini ako na kibarua. Desagu, nataka uguzie haswa combination ya Mo Salah, Firmino na Sadio Mane. Hii combination Klopp ame-retain kwa muda mrefu sana. Hata nilikuwa nasema haisumbue kidogo. Unajua kenye happen ni Firmino ndio the glue. Because Firmino I think ni anamuitanga the perfect striker. Yani mse perfect kabisa. So hiyo perfectness unapatanga anaweza wakati ya fungi anaweza supply ya wengine. Una get alafu pia Firmino kwangi na pressure. So unaona every time Mane na Salah kuna hiyo competition. Unaona huyo ako golden boot. Mara sijui Salah amenyima Mane ni but ni rare sana usikie Firmino ako kwa hizo rango. So the reason yeye amekuwa hapo ni kujoin nao wawili. Na unaonanga coach hata akichecha yake kina Origi unapatanga ametoa mmoja wao kati ya Salah ama Sadio Mane. So yeye ndi kwa hiyo nani ndiye perfect. Ni yule player mwenye hana pressure, hana nini. So unaona performance ya Firmino inakuwa poa sana. Tukitoka hapo twende side ya goalkeepers, muangalie Alisson Zayendi anaanza hii mechi. Kumbuka aliweza kupiga clean sheet
ama hakutofungwa bao kwa kifupi 13 game 13 games. Hapa alikuwa anang'ang'ana na Anderson yeye alichukua Golden Gloves sababu alipiga mechi 16 clean sheet. De Gea alikuwa anamfuata kwa karibu na mechi 13. Ni wakati mwingine wa Alisson hapa kuonyesha ubabe wake. Lakini unajua pia defense ndio inasaidia ama nini? Si gola mimi as much as una appreciate goalkeeper isipokuwa De Gea. De Gea kuna wakati defense ni umseti. Nyabaki nyama. But for Liverpool I think defense ni part yenye inafanyanga big part ya clean sheet. Though hata pia yanawaka. So if defense wataendelea venye wako, then goalkeeper bado atamaintain. Shikaya usaidia goalkeeping tumpatie De Gea gloves ama Alisson kwa hii season utaonaje? Kama kawaida De Gea. Na Arsenal goalkeeper wenu anafanyaje? Bernard Lennon. Unaona leo amekaa ametoka kwa injury by the way. Hayuko tu. Amekaa Fulham walianza na matari hapo lakini akatuprove anaweza. Na tumeona game imeisha 3-0 kumaanisha Bernard Lennon dakosa. Mlikuwa mnacheza sasa hao ni nani mlikuwa mnacheza? Na unajua mlikuwa mnacheza na timu ya second division. Wamepandishwa Premier League kumaanisha ni kama wewe umekuwa 8 alafu msi atolewe 7 ya kuja kushinde. Hiyo si timu hata kwanza mngewachapa bao 10. Talking of which kumekuwa na debate kubwa sana this week Twitter FIFA 21 imetokea. Na Henderson amepewa same points na Pogba. Na kuko na debate kubwa. So mimi hata my question ilikuwa ningependa kuniambie kupeana ratings za pale FIFA inafaa depend na venye uliperform na season ama venye watu wanakufikiria. Unajua sisi tunasemanga kama sasa hivi uliulizwa Hurricane ni okay? But unapata maybe Mane aling'ara. Does it mean if FIFA ni nini wanafaa kutumia kudetermine hizo ratings za player? Mimi kulingana na maoni yangu FIFA wanafaa waangalie performance ya mchezaji pale kwa kiwanja. Wasimwangalie jina, waangalie ile performance anapiga alafu points ananyakua kutoka performance yake. Sijui ya maoni yangu. Kweli naambatana nawe kochari. Umeambatana naye amba. Tukitoka hapo Desago tuingie side ya Leeds United. Angalia ni timu ambayo imetoka chini, imekuja game ya kwanza wanacheza na Champions. Pressure kwao. Unajua they can only kuna kitu inaitwa they can only dare to dream. Wanaweza dare to dream kama wataweza cause unapata Champions ndio wako na pressure. Kwanza mkashindo na timu imepromotiwa. Alafu sasa umeona Arsenal imenyorosha nyingine. So tuseme pressure hapa iko kwa nini? Au ni kuwatadea tu. Waone kama wanaweza get draw ama something. But pia kutoka ile unajua mnataka mjiprove. Kama sasa hivi venye tumeona Fulham, yani game ya kwanza already iko relegation zone. F unajua ilikuwa imeiweka mahali kwa alphabet kwa table mahali pazuri. Lakini after game ya kwanza inakaa mahali walikuwa ndio wanataka kurudi. So even for Leeds I think challenge kubwa itakuwa wanataka wadea wasianze kama venye Fulham imeanza. Goda ukiangalia Shikaya kikosi chake Bielsa kocha wa Leeds United ameweka formation ya 4-1-4-1 inamaanisha akona midfielders wengi pale 4-1-4-1 ukiangalia inamaanisha defender wanne holding midfielder mmoja 4-1 wa kwanza midfielders attacking midfielders wanne sikiza Desan 4-1-4-1 inamaanisha defender ni wanne alafu holding midfielder ni mmoja, attacking midfielders ni wanne na striker ni mmoja. Inamaanisha akona wachezaji wengi sana katikati. Huyu ni kocha ambaye anakuja kutafuta possession na kukeep ball katikati. Kwa maanisha yeye hataki kuattack sana, anataka kuhold sana katikati. Lakini angalia ile timu anacheza nayo iko na 3 good attacking side. So inamaanisha 4 against 3 wakati Liverpool wana attack. So ukiangalia Shikaya hii ni formation ambayo huu coach anataka either draw ama kuretain 1-0 maybe afunge bao alafu abaki nyuma defend. Je, itawezekana hii ukiangalia hii tactics zake? Hapo kidogo naona ni tricky juu ukipata unaona formation ya Liverpool wanataka kuattack. So naona itakuwa tricky lakini tutaona matokeo after that. Attack is the best form of defense. Tumguzie huyu mchezaji wa Leeds United Patrick Bamford ambaye amefunga mabao 16 pale Championship akaiwezesha timu yake kuileta juu hapa. Je, huu umahiri wake ataweza kutumia katika Premier League? Tabaki ametuonyesha huyo mimi. Kumbuka sasa hapa anakuja kudefendiwa na one of the best defenders tuko naye kwa Premier League. Leo tutasema tu tutamwatch. Though pia hapo Championship kuna kwa kunoma. Hapo Championship kuna kwa kunoma. So yes. Je, nipita mbele ya kamera hivyo. Watu wengine tutafuta. Unaweza pita hadi
hata nimeisahau. Sawa. Haya. Mchezaji Patrick Bamford Desagu ataweza kuwabit hawa atafunga kamoja juu sisi tunaweza shiko na kiere ya kwenda mbele kufunga. Yes. Ataangukia kamoja. Yes. Tukimalizia tu kabisa Desagu, ubashiri wako ama predictions zako Liverpool versus Leeds United. 4-1. Liverpool 4. Nani wacha niwape kamoja. Yes. But she correctly predicted the Arsenal game. Yes. 3-0. Hapana huwezi pewa ukua kwa timu. Basi predict hii ya Liverpool. Unaona kama uliangukia. Hii ya Liverpool mimi siangukiagi. Naenda na correct score. Yes. 2-0. Liverpool 2. Yes. Leeds United 0. Na mimi nimesema Mane atafunga. At least nikifail ya mabao upate ya moja. Ya Mane lazima atafunga. So wale wawekezaji Mane to score. Good. Guys, Key Sports, the key to your sports world. Desagu amesema Sadio Mane atafunga, mabao ni 4-1. Shikaya amesema hapa. Shikaya 2-0. Wewe hujatupa yako pia ama wewe upredict? Mimi hapa kama kocha, mimi Desagu nikuambia kwa kupredict. Mbwede niko nje.